العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسlimin, tulielezana katika masala mbalimbali ambayo yanabatilisha saum wakati Muislamu kama yule atayafanya ndani ya mchana wa Ramadhani akiwa kwenye saumu yake. Insha Allah leo tutaelezana baadhi ya mambo ambayo Muislamu akiyafanya ndani wa mchana wa Ramadhan akiwa amefunga, basi saumu yake kupungua ile daraja zake au percentage zake. Hayabatilishi saumu, kupunguza ile daraja ya saumu. Ilikuwa upate 1000 lakini ikakatwa ukapata 900 au 600. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo tutakwenda nayo leo, kuyaeleza kwa Uislamu ili aweke wazi. Kwanza tutaangalia al-kidhb, urongo wakati wewe wafunga. Tutaangalia al-ghiba, kusengenya wakati wewe wafunga. Tutaangalia an-namima, kutongeleza, kuwagonganisha watu wawili wakati wewe wafunga. Tutaangalia shatmi, kutusi wakati wewe wafunga. Tutaangalia an-nadhru bishahwa wakati wewe wafunga. Kisha tutakuja kuangalia alhamil walmurdi, katika watu ambao wameruhusika kula wakati wakiwa katika hali kama hizo: mjamzito na mama mwenye kunyonyesha, somo yao ina hukumu ya aina gani? Kisha tutakuja kumwangalia asheikhul kabir sin, mtu mzima wa miaka mingi, naye ana hukumu gani katika sheria kwenye saum. Kisha tuje tuangalie man aftara likibarin au maradhin la yurja bur'uhu, mtu ambaye kwamba amefungua somo yake kwa sababu ya utu uzima kama tulivyosema, au mgonjwa haswa, lakini mgonjwa yule ni tofauti na yule maridh ambaye kwamba yeye kwenye aya ameambiwa kwamba in kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Ikiwa mtu ni mgonjwa yuko safarini atakula, lakini akimaliza safari zake, akipoa maradhi yake, atailipa ile somo ambayo kwamba ile siku alizokula. Huyu tuamwangazia mgonjwa ambaye kwamba la yurja buruhu, maradhi yake hayatarajiwi kupoa. Yani kila tunapomtazama hatuna imani kwamba huyu atapona huyu, na ni mgonjwa na bado yuko hai, hajakata roho. Hukumu yake katika sheria kwenye saumu ni hukumu gani? Kisha tutakuja kuangalia almuftirat, mambo yenye kutenguza saumu yako aina mbili. Tutakuja kuyaeleza kwa utafsiri. Haya ndio mambo ya leo ambayo tutakwenda nayo kwa zile dakika ambazo kwamba tunazo.
Kwanza tumeambiwa urongo, alkidhbu. Urongo Mtume sallam atuambia alkidhbu haram. Urongo ni haramu haswa, na ukizungumza urongo utapata dhambi. Kisha Mtume akasema wala ukana muzah, japo ni matani tu, mtania mwenzio. Mmekaa kijiweni pale, mmekaa barazani, mmekaa maskani, mmekaa sehemu fulani, wewe na marafiki zako mwatia story, lakini katika story zenu zile kuna miongoni za ukweli, kuna zingine za urongo, ili tu lile jukwaa la baraza lipate kunoga vizuri kwa story za urongo. Sasa hizo story za urongo hizo ni hatari kwenye saumu yako, kwa sababu wapunguza zile daraja za saumu. Urongo, kama tulivyoambia na Mtume kwamba alkidhib haram wala ukana muzah. Hata kama ni matani, usimtanie mtu. Watu utaniana, tanianeni katika ukweli. Kisha tuangalie walghiba, kusengenya. Tabia hii mara nyingi tuijua iko upande wa pili, wakina mama ndio wenye tabia hii, lakini siku hizi hata waume pia tumeingia katika masala ya kusengenya. Hata waume na sisi tumeingia ndani, na ilikuwa tabia hizi si zetu, lakini sasa zimeenea, si kwa wanaume si kwa wanawake. Alghibatu, kusengenya. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia dhikruka akhaka bima yakrah, ni kumtaja nduguyo au ni nduguyo akutaje wewe kwa jambo ambalo kwamba lau utalisikia namna lilivyozungumzwa litakuchukiza moyoni, au uliyemzungumzia litamchukiza moyoni mwake. Huu ndio urongo. Ndio wanazuoni wakasema, kwa sababu wewe ukauliza namzungumzia mambo alionayo, yuko nayo kabisa, ile ninayozungumza ni ya kweli kabisa, si ya urongo, ni ya kweli kabisa. Lakini tuliangalia neno alghiba. Asili ya neno alghiba, kusengenya, ni alghaib. Yaani wewe wazungumza mtu ambaye hayupo hadharani, hayupo kwenye kikao hicho. Mngoje mwenyewe yupo kwenye kikao ndio mzungumzie masala hayo, alafu uone kama kutaendelea kipi. Ndio asili ya neno alghiba. Alghiba alghaib, tadhkur akhaka au tuhaddith akhaka wa huwa ghaibun anka, wamzungumzia ndugu yako wakati yeye yuko mbali na wewe. Kwa hivyo hata kama yale unayozungumza ni ya kweli, anayo yayafanya, lakini mngoje mwenyewe yupo ndio sasa uyazungumze kwenye kile kikao. Kwa hivyo kusengenyana haifai. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuhu, kwamba kusengenyana hakufai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, msisengenyane nyinyi kwa nyinyi. Sasa mfano wake Mwenyezi Mungu akapiga mfano ayuhibbu ahadukum, je, mmoja wenu yapenda an yakula lahma akhihi maita, kula nyama ya nduguye wakati ni mfu. Ndugu yake ankufa, yeye anaenda kukata ile steki afanye kitoweo. Hii ndiyo mfano ya nini? Ya kusengenyana Mwenyezi Mungu alivyompiga. Basi Mwenyezi Mungu atuambia fakarihtumuhu, chukieni jambo hilo la kusengenyana. Kwa hivyo kusengenya ni katika masala ambayo hupunguza daraja ya saumu ya mtu, haibatilishi. Ingawa kuna hadithi tutakuja kuizungumza, lakini kiuhalisia halisia wa hadithi ile si ya kubatilisha, ingawa imekuja kwa sigha ya kubatilisha saumu, lakini wanazuoni wamekwenda kuiletea fatwa kwamba si ya kubatilisha. Iko hadithi iliyoelezea masala kama masala ya kidhbi, ghiba na namima hizi. Kisha an-namima, kutongeleza. Kutongeleza ni kuwagonganisha watu wawili wagongane. Fulani wajua wewe, fulani basi leo ankutusi kwenye kikao. Allah, usijui kama ungekuwa ungefanya nini. Alafu ukaruka ukaenda upande wa pili. Asalala. Fulani leo
ilikuwa gumzo lote ni wewe. Yule umemwambia yale na yule ukaenda kumwambia yale. Watarajia hawa watu wawili wakikutana watafanyana nini? An-namima, kutongeleza watu wawili, kuwagonganisha watu wawili. Sasa hili ni dogo, hili tungaliona ni kubwa. Kuwagonganisha watu wawili ni dogo. Kubwa zaidi wanazuoni wamesema hata kuwagonganisha wanyama haifai. Namima, chukue fahali la ng'ombe, chukue fahali la ng'ombe wale muwapiganishe, hii ni namima. Uchukue fahali la mbuzi na fahali la mbuzi lengine muwagonganishe, namima. Uchukue fahali la kuku na fahali la kuku lengine wagonganishe, ni namima, haifai. Kubwa hili leo imekuwa ni mchezo wenye pesa huu, au sivyo? Hakuna hii, ni mchezo wenye pesa kabisa. Mifahali miwili yagonganishwa, yapigana vizuri kabisa, mshindi ni yupi atuzwe. Fahali la kuku yagonganishwa, mshindi ni yupi apewe taji, huyu ameshinda. An-namima. Naam, yararua na popote pale. Sasa bahati mbaya impita kwako. Naam, an-namima, kutongeleza ni jambo halifai, ni makosa kwa Muislamu. Tuangalie shatmi, kutusiana watu wawili. Ndio Mtume sallallahu akasema sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ni hadithi ya Mtume hii, asema kwamba sibabul muslim, kumtusi Muislamu au kutukanana Waislamu, fusukun ni ufasiki. Ma maana al-fusuq? Maana fisaki ni nani? Fisaki ni upi? Wanazuoni sema fisaki ni mtu ambaye kwamba man kharaja fi ta'ati llah, ni mtu aliyetoka katika taa ya Mwenyezi Mungu, huyo ndiye fasiki. Wewe ndio kumtusi Muislamu mwenzio, umetoka katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume atuambia sibabul muslim fusukun, kutusiana Waislamu au kumtusi Muislamu ni ufasiki. Wa kitaluhu, na kupigana naye sasa kufrun, ni ukafiri kabisa. Hii ina maana kwamba Muislamu hafai hata kupigana, hafai. Hata mtu akakupandisha hasira mpaka zikafika kileleni, au unamwangalia pa kumbandua huyu, lakini ziepushe hasira zako, zilete audhu billahi, nenda utawadhi, hasira zako ziondoke. Kwa hivyo shatmi ni katika mambo ambayo kwamba hupunguza zile daraja za somo zetu. Sasa leo haya ni mangapi sisi tuyafanya, ya urongo, kusengenya, kugonganisha, kutukana, mangapi tuyafanya mabarabarani, maskani, kwenye vikao vile na vijiwe. Alafu tuangalie somo zetu zitabakia kwenye uhalisia wake ama zitakwenda kupungua, ikiwa tutakuwa sisi tumejipamba na sifa za urongo, sifa za kusengenya, sifa za kugonganisha, sifa za kutukana, sifa za maneno machafu. Kisha tuangalia nadhru bishahwa. Hii ilitajwa nafikiri katika masala ya saum. Nadhru bishahwa haibatilishi saumu. Nadhru bishahwa hupunguza zile daraja za saumu. Kubadilisha saumu au kubatilisha saumu za nadhru bishahwa, kuangalia kwa matamanio, ni kumwangalia mwanamke kama yule, ulete fikra kwamba tuko maskani fulani, tuko sehemu fulani, tuko mahali hivi na hivi, mpaka ukenda ukaharibu. Sasa umeibatilisha saumu yako bil inzal, si ile nadhru. Inzal, kule kuteremsha kwako na kujaribia kwako, ndio saumu yako imebatilika. Lakini asili ya nadhru bishahwa hupunguza daraja za saumu ya mtu. Lakini inapokithiri sasa, mpaka ikaja fikra tuko kwenye kituo hapa, mpaka ukaharibu mambo, ndio huja pale penye kwamba imebatilisha saumu ya mtu, na kubatilika kwake hubadilika kwa sababu ya kule kuteremsha mani. Nadhru bishahwa, kuangalia kwa matamanio, hupunguza
daraja ya saumu. Ndio akasema fala yubtilu saumu bal yuhbitu thawab. Wanazuoni wasema hivyo, haibatilishi saumu bali hupunguza zile thawabu za mtu ambaye kwamba atakana azipate kwa saumu yake kikamilifu. Katika hadithi tulosema kwamba Mtume salama ameyazungumza masala ghiba na namima, asema kuna sema khamsun yuftirna as-saim, kuna mambo matano ambayo humfunguza. Neno yuftirna, neno yuftirna hapa limekuja kwa sigha ya kwamba hubatilisha saumu ya mtu, lakini kwa maelezo ya wanazuoni yuftirna saim, kama mfano al-Imam Mauridi asema falmuradu butlanu thawabi lasawm. Imam al-Mauridi yeye asema kwamba mradi wa neno hili yuftirna saim, humfunguza mtu saumu yake au humbatilisha mtu saumu yake, mradi wake hupunguza zile thawabu. La saum, sio saumu. Saumu iko pale pale, lakini thawabu zitakuwa zimelika, zimepungua ile daraja yake ya uhalisia. Haya ni katika haya mambo mangapi? Matana tuliyozungumzia hapo juu: alkidhbu, alghiba, namima, shatmi, nadhru bishahwa. Tumwangalia alhamid walmurdhi. Hawa wana hukumu moja, hawa zimefanana, kwa hivyo tutawachanganya. Tukimzungumzia hamil ndivyo tunavyomzungumzia murdhi, tukimzungumzia murdhi ndio tutamzungumzia alhamil. Hamil ni mjamzito, murdhi ni anayenyonyesha, shazaa kitambo, yanyonyesha, Ramadhani ikampata, yuko kwenye kunyonyesha. Yule imempata yuko katika kubeba ule uja uzito. Hukumu yao ni gani? Hawa wana mambo mawili. Jambo la kwanza, Mtume salama na wanazuoni watuambia kwamba idha aftarata, watakapofungua saumu zao, khaufan lianfusihima, kuogopea nafsi zao zitadhoofika. Yule mwenye kubeba ujauzito yajiogopea mwenyewe, lao mimi nitaendelea kufunga, afya yangu itadhoofika, akala. Na yule murdhi naye akajiogopea, lao mimi nitaendelea kufunga, mimi mwenyewe wakati nanyonyesha huyu mtoto nitadhoofika, kwa sababu nikule nipate nguvu, nipate maziwa ya kumnyonyesha mtoto. Nikifunga si mwenyewe afya yangu itazorota. Wamejiogopea wao wenyewe nafsi zao kwamba zitapata shida. Hawa watafungua, watakula, na wakati wa kulipa watalipa tu zile siku ambazo kwamba wamekula. Hakuna kafara hawa, wala hakuna fidia, watalipa tu zile siku alizokula. Amekula siku 2, amekula siku 10, atalipa zile siku 10 katika masiku yalomalizika Ramadhani, baada ya kumalizika Ramadhani. Hukumu ya pili, wa idha khafata, watakapoogopea sasa, sio wenyewe, wameogopea waladaihima, watoto wao, kwamba lau akifunga yule mjamzito mtoto itakuwa amemdhiki yule mtoto. Si yeye ana uwezo wa kufunga, lakini amsikitikia mtoto, nikifunga mimi huyu mtoto aliye tumboni huyu nikula mimi, ndio yeye abaki kuwa na uzima, nisipokula mimi mtoto itakuwa nimemdhiki. Sasa hakujaogopea yeye ana uwezo wa kuifunga ile saumu, lakini je, mtoto aliye tumboni hana uwezo wa kubeba madhila kama yale. Na yule murdhi naye ni hivyo hivyo, ameogopea yule mtoto, nikifunga mimi maziwa yatakuwa machache, mtoto atapata dhiki, na nishibe mimi ndio mtoto naye apate maziwa ya kunyonya. Kwa hivyo yamuogopea mtoto wake asije akakosa nini, maziwa ya kunyonya, akashinda njaa, yule mtoto akadhikika kwa siku kama ile. Wanazuoni watuambia hawa watu wawili watakula, lakini wakati wa kulipa
kwa sababu hapa wameogopea kuna vitu viwili hapa vimesimama. Kuna yeye mwenyewe, kisha ikapita kwa nani? Kwa mtoto. Kwa hivyo atalipa na kutoa kibaba, fidia, kwamba aliyemwogopea hakujiogopea yeye, amemwogopea mtoto wake zaidi, mtoto asije akapata matatizo kwenye saumu. Kwa hivyo yeye atailipa ile siku au zile siku ambazo kwamba wamekula, kisha watatoa kibaba. Kibaba wenyewe wasema nusu kilo. Tutapiga hesabu ya zile siku ulizokula, siku 10, nusu kilo itakuwa ni kilo ngapi hizo? Kilo 5. Kwa hivyo utatoa kilo 5. Kisha wakasema namna ya kuzitoa, waweza ukazitoa kwa namna mbili, waweza kwa namna tatu. Waweza ukazikanya ukazigawanya yule kilo yule, ama ukazikusanya zote 5 ukamwangalia huyu maskini afaa kupewa, ukampelekea zile kilo 5. Ama wakasema waweza ukazipika chakula kabisa, alafu ukawaita maskini wakaja kafanya nini? Wakala kile chakula. Zote ni njia za kutoa ile fidia ya ile masala kufunga. Kwa hivyo hizi ndizo hukumu za hawa watu wawili, hamil na murdhi. Tumwangalie sheikhun kabiru sinni, mtu mzima ambaye ana miaka mingi tu, kwa sababu mtu mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuelezea katika Qur'ani kwamba kutafika kipindi tutawaregesha ila ardhalil umri. Ardhalil umri ni kuregesha katika utoto, na mtakubaliana na mimi kuna umri fulani mtu akifika, kutembea kwake ni kama mtoto anavyojifundisha kufanya nini? Kutembea. Kweli si kweli hilo? Na kula kwake pia huwa ni hafifu. Alikuwa akimaliza kilo nzima peke yake, lakini kuna umri fulani akifikia robo kilo kwake ni nyingi. Kweli si kweli? Kama mtoto tu. Uongeaji wake, kuzungumza kwake kama mtoto tu, ni kwanza kujifundisha upya, ardhalul umri. Sasa mtu mzima aliyofika daraja hii, au tuweza kusema kwa mfano kufahamika wa haraka ni mtu mwenye kutolewa juani usiku akawashiwa nini? Moto. Huyu nabii maskini ataweza kufunga huyo? Ni mtu mzima kweli, ana miaka mingi, 100 pengine na hata 200 amefikisha. Nili kwa afunge si siku 30, zaidi ya siku 30, kwa sababu umri wake ni mwingi. Lakini juu ya umri wake mwingi, afia haimruhusu kuifunga. Sasa huyu naye atafanyaje? Na sheria yaambia kwamba man shahida minkum shahra falia sum, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Naye tutamwambiaje huyu? Hayuko kwenye utoto yule, yuko kwenye utu uzima, na utu uzima ameingia kwenye mukallaf, amekalifishwa na sheria afanye. Lakini hali yake tukitazama, ndio ni pale Mwenyezi Mungu katika ile aya sema walladhina yutiqunahu fidyatun. Katika hizi aya mbili, man shahida minkum shahra falyasumhu wa man kana maridha. Sasa hii aya imekwenda mpaka mwisho ikaelezea masala kama haya, walladhina yutiqunahu fidyatu ta'am, na wale ambao kwamba yani hawana ule uwezo wa kule kuifunga ile somo, basi watatoa fidia ya nini? Ya chakula. Tazihesabu zile siku, ni siku 30 hizi, atatolewa kile kibaba nusu kilo. Kwa hivyo ukipiga 30 nusu kilo 30 zile zitakuwa ni kilo ngapi hizi? Kilo 15. Kwa kila siku itatolewa ile kibaba, fidia ya yule ambaye kwamba yule mzee ambaye kwamba amefikisha umri huo. Kila siku akitolewa kibaba, kila siku akitolewa kibaba mpaka siku 30 ziishe. Kwa hivyo hii ndio hukumu ya mtu ambaye kwamba amefikisha uzee kabisa, wa kwamba sasa hapa hawezi tena kufunga. Na tunao majumbani, bakhti yetu ile ndio pepo yetu wale. Tunao majumbani. Ndio Muislamu atakikana ikifika karibu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akae na mzazi wake, baba au mama, imefika sasa tuko karibu kuingia Ramadhani, vipi waweza kufunga? Mwanangu mimi siwezi kufunga. Utajua kwamba sasa huyu masala yake ni kuyafanya namna gani.
lakini sio kukaa nao tu vile walivyo, tuachilie hivyo walivyo, itakuwa tupata dhambi sisi, kwa sababu hawako tena kwenye ule umri wenye kupata makosa au kuingia kwenye makosa. Kwa hivyo ni sisi tukae na wazazi wetu, tujue kwamba tutawafidia vipi katika hali kama ile. Kisha tumwangalie muakhirul qada Ramadhan hatta dakhala Ramadhanun akhar, wenye madeni ya Ramadhani. Mfano Ramadhani hii ulikuwa una deni wewe, umekula siku 2-3 kwa sababu ya maradhi, umekula siku 2-3 kwa sababu ya safari, umekula siku 2-3 kwa sababu ya dharura fulani inaruhusu mtu kula. Ilipotoka Ramadhani tumeambiwa ulipe, lakini wewe ajizi, nitalipa kesho kutwa, nitalipa mwezi ujao, nitalipa miezi 2 ijayo, mpaka Ramadhani nyingine zikagongana. Ramadhani ngapi hizo? 2, ile yenye deni na hii. Mfano tuchukulie Ramadhani ya mwaka jana, mtu alikuwa na deni la Ramadhani ya mwaka jana, hakulilipa lile deni la ile saumu ya Ramadhani ya mwaka jana aliyokula kwa sababu ya dharura, mpaka Ramadhani hii ikaja ikamfikia, wakati akiwa tayari kule ana nini? Ana deni la Ramadhani ya mwaka jana. Huyu hukumu yake ni gani? Wanazuoni watuambia kwamba kwanza utailipa hii, utaifunga Ramadhani ishe, ikimalizika sasa hii ambayo kwamba tayari uko ada, sio qadha, hii ulionayo tayari, wacha lile deni, utaifunga hii umalize. Ukimaliza sasa, ukianza kuilipa ile ya deni, ile la deni la mwaka juzi, utailipa ile siku na utalipa fidia. Fidia ni kibaba, kile kibaba cha nusu kilo. Kwa hivyo utaziangazia zile siku ambazo kwamba umekula ni siku ngapi, ni kilo ngapi, nizitoe kwa ajili ya zile siku za ambazo kwamba nazilipa Ramadhani ya mwaka juzi, kwa sababu umedharau mpaka ikaingiliwa na Ramadhani nyingine. Kwa hivyo utalipa kwa kufunga, kisha na fidia juu kutoa kibaba. Muakhirul qada Ramadhani, mtu ambaye kwamba ameichelewesha kuilipa Ramadhani, hata dakhala Ramadhanun akhar, mpaka akaingiliwa na Ramadhani nyingine. Kwa hivyo hukumu au namna ya kuilipa Ramadhani ile au deni lile ni njia hii, utaifunga ile siku kisha utatoa na kibaba juu yake. Tumwangalie mwenye maradhi ambayo kwamba la yurja bur'uhu, ni mgonjwa ameruhusika kula, lakini tunapomtazama huyu mgonjwa hatuna matumaini kwamba atapoa, hatuna matumaini kwamba atarudi tena na kuwa na afya za kuendeleza maisha yake na kuzifunga siku za Ramadhani. La yurja bur'u, je, naye huyo ana hukumu gani? Wanazuoni watambia kwamba yeye huyo atakula na kula kwake, kwa kuwa hatutarajii kwamba atapona, atakula na kutoa nini? Kibaba, fidia. Kibaba ni ile nusu kilo ya nini? Ya chakula. Kwa hivyo hii ndio hukumu ya mtu mwenye maradhi ambaye kwamba la yurja bur'uhu, ni kama mfano wa yule mwenye utu uzima, yeye atakula na kutolewa fidia ya kibaba. Kwa hivyo mfano wa yule mwenye utu uzima ndio mfano huu wa yule ambaye kwamba ana maradhi ambayo hayatarajiwi kupoa. Na maradhi haya, maashara al-ikhwa, si maradhi labda pengine ni mafua ya kila siku na mafua mzumia mtu kufunga. Ni maradhi yanayomsababishia mtu kufungua saumu. Si aseme bana na mafua, mimi siku zote nina mafua, siku zote miaka yote mimi nina mafua, hayatarajii kupona, lakini afya ina uwezo wa kubeba saumu. Mafua hayazuii nini? Kwa hivyo isije kafahamika kwamba hata mafua ni maradhi kwa sababu kila siku yana allergy, kila siku yaendelea allergy yake, miaka yote ana allergy. Isije kafahamika namna hiyo. Tuangalie sehemu ya mwisho, almuftiratu naw'an, mambo yenye kufunguza saumu au yenye kubatilisha saumu yako aina mbili. Wanazuoni wasema dukhulu ashya tufidu albadan wa taghdhiyatin,
sehemu ya kwanza wasema kwamba dukhulul ashya ni kuingia kitu kama tulivyoeleza, fi jawfihi, ndani ya mwili wake, kupitia zile manafidhi saba au manafidhi al-khamsa tulizozizoea, ile tundu za pua, domo, masikio, uchi wa mbele wa nyuma. Kuingia kitu kutoka nje kipitie tundu hizo kuingia kwenye mwili wa mwanadamu. Dukhulu ashya'in ni kuingia vitu tufidul badan, ambacho vitu vile vinavyoingia kwenye mwili wa mwanadamu yule, mwili ule hupata faida. Faida gani? Utapata nguvu. Yani kile kilichoingia kimekusababisha wewe kupata nguvu, kama mfano wa chakula. Chakula kikiingia matumboni, si mtu huwa na nguvu? Wakati akiwa na njaa huwa mnyonge. Kinywaji kikiingia matumboni wako, si wapata nguvu? Mfano kama huu, tufidul badan, kuleta faida kwenye mwili wa mtu kama yule kilichoingia. Wa taghdhiyatin, na huwa ni iwe ni chakula, sampuli hiyo ambayo hubatilisha saum. Sampuli ya pili, khuruju ashya'in, pia hubatilisha saumu, lakini katika hii sehemu ya pili kuna tafsili nayo. Si kila kinachotoka kwenye mwili wa wanadamu kutoka nje cha batilisha saumu. Ni baadhi ya mambo yanayotoka kwenye mwili wa mwanadamu, saumu ya yule mtu anayefunga hubatilika. Tutakuja kueleza kwa tafsiri. Ya kwanza, dukhulu ashya ni kuingia vitu. Hii tunajua maarufu, chochote kinachoingia kupitia zile marafidhu as-sab'a, saumu ya yule mtu imebatilika. Kisha kuna khuruju ashya, kutoka vitu viko ndani ya mwili vikatoka nje. Kuna baadhi yake hubatilisha saumu na kuna baadhi yake havibatilishi saumu. Wakasema vinavyotoka vitu kutoka kwenye mwili wa mwanadamu kama yule, mudhifatun lahu, humdhoofisha, yani hupata sababu kile kilichotoka yule mtu akadhoofika. Jamani, mkojo humdhoofisha mtu ukitoka tumbo la kuendesha humdhoofisha mtu, kamasi humdhoofisha mtu, machozi humdhoofisha mtu. Hata kuna baadhi ya watu usema usimpige mtoto akilia ana saumu huyo. Wewe ukilia una saumu? La, machozi hayako katika mubtilatu siyam jamani, hakuna. Ile ni ada tu ya wazee wetu kututahadharisha, kutuweka kwenye mistari. Na matapishi ya namna mbili. Kuna yale amdan, kwa makusudi, hasa kutafuta njia ukajitapisha makusudi. Nafikiri yalielezwa ya masala hapa, kujitapisha kusudi, hii ndio hubatilisha saumu. Lakini yale ghalabahu, yamekughilibu, mtu amesikia kichefuchefu akatapika, yale hayabatilishi saumu, kwa sababu si mapendeleo yako kujitapisha. Ni ile roho imechefuka ukafanya nini? Ukatapika. Yale hayabatilishi saumu. Ile wanazuoni wanasema tutahadhari sana, kama yale tunawaambia siku ile kwamba ile kitu kutoka kwenye kinywa chake, mfano nikapiga mfano wa kohozi, ukalivuta liliko kule mpaka ukalifikisha wapi? Hapa kwenye koromelo au kilinda koo hapa hivi, hapa likafikia hapa. Sasa hapa kutoka na kurudi ndani, wapi mbali na wapi karibu? Kutoka ni karibu, liteme, ukiliregesha saumu batili. Kwa hivyo na yale matapishi yanayotoka si ya makusudi, si ya makusudi, lakini utahadhari usije ukameza vitu ambavyo kwamba ilikuwa vimefanya nini. Ndio pale ukitapika, nenda ukasukutue vizuri, uteme, ili mdomo wako uwe safi. Naam. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba kikitoka humdhaifisha mtu mwili wake. Tukasema mfano wa mkojo, ukitoka humdhaifishi mtu. Mwanzo ndio si haswa, ndio umepata nguvu, kwa sababu ule mkojo ulikuwa wa kudhiki. Mafua yakitoka, yale makamasi yakitoka, umepata nafuu haswa. Mfano vizuri. Lakini tuonaje hedhi? Wale wamama wanaopitia hali kama hii, huwa ni wanyonge, huwa dhaufisha, ama huwa wengine huwa wagonjwa haswa?
Wengine huwa wagonjwa wakiumwa, maumivu makali kwa sababu ile damu kutoka. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba chatoka kumdhoofisha yule anayefunga. Manii, waweza ukasema manii ni raha kutoka, kwa sababu utajisikia ulimwengu mwingine kabisa kifika wakati huu, ulimwengu wa juu kabisa, uko hewani kule, wapunga huko. Lakini ile ni damu safi kabisa ya mwanadamu iliyotoka wapi? Min sulbihi, kwenye mgongo wake. Damu safi kabisa hiyo damu haichezewi. Ndio pale Mtume salama akatwambia katika masala haya ya kuchezea chezea, udone pale, udone pale, udone kule, chungeni sana zile sehemu za kuweka maji yenu. Akatutahadharisha kwa sababu zile ni damu safi kabisa zatoka kwenye mwili wa mwanadamu, na ikitoka mtu wadhaufika mwili. Wewe mwangalie mtu anayependa masala kama yale, mwili wake hudhaufika. Kwa hivyo khurujul mani, damul haidh, nifasi ikitoka, yule mama hudhaufika. Sasa hivi vitu ambavyo kwamba vikitoka mwilini mwa yule anayefunga, vikitoka nje, vyasababisha udhaifu wa mwili wake, udhaifu wa afya yake, kama mfano wa mani, haidhi, nifasi, hizo hubatilisha saumu. Sijui mmenifahamu hapa mashaallah ikhwa. Kuna vitu ambavyo kwamba ile vya kuingia ni maarufu, lakini katika sehemu ya vitu ambavyo kwamba vyatoka mwilini mwa yule mwanadamu anayefunga vikatoka nje, kuna vile ambavyo havibatilishi saumu, na kuna vile ambavyo vikitoka vyabatilisha nini? Saumu. Ambazo havibatilishi saumu ni vile ambavyo kwamba havileti dhiki kwenye mwili wa mwanadamu, havimdhaufishi mwanadamu, kama mfano mikojo, makamasi, mfano wa vitu kama hivyo. Lakini tukija upande wa mani yakitoka yana sababu, si ndivyo hivyo? Na hizo ndizo zile sababu tukaambiwa kwamba hubadilisha nini? Saumu, ima mubashara au ilijima, si ndivyo hivyo? Hubadilisha saumu. Kwa hivyo merudi pale pale kwenye asili, vimetoka ndani vikakusababisha madhaifu ya mwili, hicho hubatilisha saumu hicho. Haidhi inayotoka kwenye yule mwenye anayefunga kutoka ndani ya mwili wake, kutoka nje, si imekuja kule kule kwenye asili kwamba hedhi ni katika mambo ambayo kwamba hubatilisha nini? Saumu. Nifasi imerudi pale pale kwenye asili. Kwa hivyo hivi vitu ambavyo kwamba hutoka kwenye mwili wa mwanadamu husababisha madhaifu ya ule mwili, ndio vitu ambavyo kwamba huibatilisha ile saumu. Nafikiri imefahamika vizuri. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo kwamba tumependelea kwa leo kuyaangazia, ili Muislamu yamwekee, yambainikie wazi, ili hata kama twapita pita nayo, hata kama twayafanya, tujue kwamba hukumu zake ni zipi katika sheria ya mtu anayefunga. Allahu aalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ikiwa kuna yale yaliyobakia, basi kwenye maswali labda tutapata faida zaidi, lakini kwa darasa zijazo tutaangalia fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa tukiwa katika kumi la rahma, tutazungumzia masala ya rahma. Rahma ni nini? Kwenye hili kumi la kwanza ni kumi la rahma, alafu tukiingia la pili la maghfira, pia tutaangalia masala ya msamaha wa Mwenyezi Mungu ni nini, na la mwisho itqu minan nari, pia tutaangazia la masala ya itqu minan nari, inshallah Mwenyezi Mungu akituwezesha uhai na uzima. Naam. Uliza drip ya kuja somo ama ipunji? Naam, nafikiri jana tuliyazungumzia haya masala ya sindano. Naam. Gharaz ni ile sindano ile inayopita. Pale tumezungumziwa manafidhi sab'a au ile khamsa almaruf, zile sehemu tano. Lau ile sindano ikapitia zile sehemu saba zinazojulikana maarufu, tundu za pua, msikio, mdomo, uche wa mbele na wa nyuma, itakuwa hiyo saumu ni batil. Lakini wakaja akazungumzia sindano, mtu mgonjwa amekwenda hospitali na hiyo afunga, daktari akamwambia, wewe bwana watakikana udungwe sindano. Je, ile sindano ni dawa ile yaingia kwenye mwili wa mwanadamu? Wanazuoni wakasema ile sindano iko mara mbili. Kuna sindano ya dawa, kuna sindano ya chakula. Ikiwa ile sindano unayodungwa ni ya dawa,
si ya chakula, ni dawa ile inayoingiza kwenye mwili wa yule mgonjwa, ile haibatilishi nini? Saumu. Lakini kama ni sindano ya chakula, ni sindano ya chakula, mfano ziko hizo, mtu adungwa sindano na ndio chakula chake yafanya ni maji yale lakini ya chakula ndani yake, hiyo hubatilisha saumu ya yule mtu, hubatilisha saumu ya yule aliyefanywa hiyo drip, ikiwa ni ya chakula. Lakini kama ni ya dawa, wanazuoni nasema hii haibati, kwa sababu haikutumia zile njia za nini, za chakula, imetumia njia tofauti. Kama ni mishipa ya damu ni ya damu hiyo, kama sijui ni mishipa ya maji ni ya maji hiyo. Lakini kama imetumia njia ya chakula, kwa sababu kuna mishipa hapa specially kwa nini, kwa chakula, ndio ile sindano haidungwi tu, wale madaktari hawadungi tu hivi hivi, hutafuta ule mshipa kwamba huu ndio mshipa wa maji, huu ndio mshipa nini wa maji, si wa damu, ndio hudunga pale. Sasa yale maji ya chakula yanapitia ile mishipa ya maji ambayo kwamba ndani yake kuna nini, kuna chakula. Kwa hivyo ikiwa ni drip ya chakula, wanazuoni wanasema kwamba hii hubatilisha saumu, na ikiwa si ya chakula huwa haibatilishi saumu kama ile. Kumsalam tu baba. Naam. Kama hana uwezo wa kulipa, naam, anaweza kulipa hivi tu kavu bila kibaba. Tayeb, nafikiri juzi tulielezea masala kama haya, kisa maarufu cha sahaba alokuja, hadithi imepokelewa na Abi Huraira. Alikuja kwa Bwana Mtume sallallahu akamwambia Rasulullah, halaktu Rasul, nimeangamia mimi. Mtume akamuuliza, wewe halakaka, kitu gani kimekuangamiza wewe? Akamwambia, inni ataitu mraati nahara Ramadhan, mimi nimemwingilia mke wangu mchana wa Ramadhani bana. Ndio Mtume akamuuliza maswali matatu. Unacho cha kuwalisha maskini 60? Yule sahaba akamwambia, la, sina ya Rasulullah. Una uwezo wa kuacha wale watumwa, mtumwa huru? Rasulullah, sina uwezo huo kuacha mtumwa huru. Una uwezo wa kufunga miezi 2 ya kufuatana? Kwa sababu hizi ndizo hukumu za aliye mwendea mkewe mchana wa Ramadhani. Hukumu zake ni hizi 3. Siku 60 azifunge tena za kufuatana, si masala ya kwamba umefunge leo, baada ya siku 2 upumzike, kesho kutwa ndio uanze tena kufunga. Saumu ile utaanza tena moja, mutatabi'aini, kwenye aya katika suratul Mujadila aya ya 2 mpaka ya 4 utayapata masala kama haya. Kwa hivyo alipomwambia Rasulullah, sina mtumwa wa kumwacha huru, sina uwezo wa kufunga siku 60, kwa sababu huyo sahaba yasemekana alikuwa kikonde kidhaifu, yani nguvu hana. Kwa hivyo kufunga miezi 2 ilikuwa ni dharubu kwake. Sina uwezo wa kuwalisha miskini 60 mimi. Mtume sallallahu akamwangalia, kisha akanyamaza kimwa. Muda mfupi tu Mtume akaletewa kile kigunia kile cha tende, yani kina tende. Mtume akamuita yule bwana, njoo achukua hiki kigunia, fatasaddaq bihadha, nenda ukatoe sadaka kwa hili. Angalia cha ajabu, akamwambia Rasulullah, afkaru minni, kuna mtu fukara zaidi yangu mimi? Angalia cha ajabu, ameambia nenda ukatoe sadaka hii ili ujikomboe na hiyo shida hiyo ya kwamba umemwingilia mkeo mchana wa Ramadhani na huna uwezo wewe wa kutoa. Sasa hii leo Mwenyezi Mungu amekuletea bahati, nenda ukatoe sadaka 60 miskina, si ndio? Kualisha maskini 60, si amepata uwezo? Akamwambia Mtume afkaru minni, kuna mtu fukara zaidi yangu? Mtume salama yasemekana hiyo siku alicheka mpaka lile jino la yale meno ya nab ni yale meno ya mwisho yale yakaonekana, yakatokea kwa ile furaha ya lile swali aloulizwa na yule bwana. Mtume salama akamwambia, basi nenda wakatoe sadaka kwa watu wako. Kwa hivyo kama huna uwezo, kwa ishara hii huwa ni maafuu ile, lakini wewe hauna uwezo wa hakika na msuli wa kubambanya, lakini ni bora tu tujitahidi, kwa sababu yote haya katika siyami la'allakum tattaqun. Hiki ndicho kilele cha saumu ya kufunga. Tutafuta ile takwa Allahi siku ya mwisho baada ya kufungua Ramadhani, pengine saa 12 umefungua ile siku, masaa 12 yako yamebakisha takwa kwenye mwili wako, kwenye viungo vyako. Tutakuja kuzungumzia masala ya viungo, saumul jawarihi, funga ya viungo hivi. Kuna watu ambao kwamba
hufunga viungo lakini hawafungi kula hula. Kuna watu ambao kwamba hufunga kula hawafungi jawari. Tutakuja kuelezea inshallah tukipata nafasi ya Ijumaa ijayo, tutaeleza masala haya, asraru saum, siri zinazopatikana katika funga, masala kama yale. Kwa hivyo iwe tutafuta ile takwa. Au masaa 12 siku 30 zimeisha, tumemaliza Ramadhani, la'allakum tatakuna, ipatikane pale ndani baada ya siku Ramadhani, siku 30 zimemalizika, upatikane ucha Mungu umebakia katika moyo wa mwanadamu. Hii ni siri moja katika siri zilizoko katika nini? Kufunga, tupate kuwa na ucha Mungu mwisho wa kumalizika zile somo zetu. Kwa hivyo hivi ndivyo namna ilivyo katika masala haya. Kama huna uwezo kabisa, huwa ni maafu anhu ile, kama namna Mtume alivyomjamazia yule sahaba kwamba Rasulullah, sina mtumwa, siwezi kufunga siku 60, siwezi kualisha maskini maskini 60, sina uwezo huo. Mtume akamnyamazia, ina maana ile ni maafu anhu, ilisameheka kwake. Lakini ilipokuja ile bahati tena ikamrejelea tena kwake. Kwa hivyo ilikuwa ni bahati zote ziko kwake hizo. Allahu a'lam. Naam. Naam, kwa wakati mmoja tu in one. Jiwe moja kwa ndege wawili.